ukipita naye hapa kuchukua mtari usiache kitu sawa. Shindo utaniletea. Nikaingia kwenye foleni sasa kwa mama Mchina. Yes, kupita hapo namna gani? We hapo vipi, mbona hujafungua? Akaniambia fungua, nikafunua. Mnyawima jamani. Yes, nikachukua hapo kipande changu cha kwanza cha shingo, nikachukua shingo tena, nikachukua ya pili. Kana buzibuzi nataka nifunike, nikaangalia nikaona vipi hapo. Niongeze. Wananiambia hamna bwana, nikamwambia basi sawa inatosha, ngoja niendelee bwana. Nikaenda upande sehemu nyingine, hapo tupo kwenye foleni, nikamwambia mwanangu hala. Kaendelea hapo na jamaa naona anaongea na simu ananichelewesha, lakini nikamwambia wewe mama Mchina, nipo hapo mama Mchina. Sielewi hapo saumu ilinichapa. Yes, nikawa nasikilizia hapo kwanza futari ya mtu aliyenitangulia mbona shindili hivi. Kaona nitatoboa kweli, lakini nikawa nafukuza nanzi hapo, nikamwambia mama Mchina weka chapati hapo mbili kwanza, weka chapati mbili. Yes, hapo safi. Weka vitu shindili hapo. Weka mama Mchina tambi jaza mama Mchina. Akaweka tambi namna gani pale? Miogo ya nini mama Mchina achana nayo. Akaweka viazi, nikamwambia yes weka mama Mchina yenyewe hiyo. Akatoka pale mama Mchina akamwambia sehemu ilobaki weka wali. Naam, akawa anajaza mchele ule mshinda ndege huo. Wewe cha mtume. Akaweka namna gani vipi pale, nikamwambia tunaendelea bado hapo. Nikasogea upande wa pili nikamwambia wewe weka marage juu ya tambi wewe. Akaweka namna gani pale. Akasema sije kama vidondoka vitu vingine kachumbali miza nini. Kutoka sasa hapo tukasema hapo mwana mchongo huo kwa shilingi 2000 tu unafuturu. Futari nzito.